He's back. He's back. It's DJ Clef. Bora nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Maana hata kuna wengine hawajafika nilipo. Bora nimshukuru Mungu kwa hiki nilichopata. Maana hata kuna wengine wamekosa kabisa. Tabasamu njoo, nataka nibadili wangu mtazamo, niwaze kitajiri. Na wewe maumivu njoo, nataka nibadili wangu msimamo, niishi kijasiri. Ile habari ya kulialia kila siku nakata. Na kama nilisainiwa mkataba nafuta. Ndugu tuliowasaidia wakaficha makucha. Walipofanikiwa wakataka kutushusha. Nafuta zile waibi sijapata kwa nini. Najama ujasiri nitapata na mimi. Nafuta zile waibi sijapata kwa nini. Najama ujasiri nitapata na mimi. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Maana hata kuna wengine hawajafika nilipo. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hiki nilichopata. Maana hata kuna wengine wamekosa kabisa. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Maana hata kuna wengine hawajafika nilipo. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hiki nilichopata. Maana hata kuna wengine wamekosa kabisa. Call him on 0724-161-699. Top Stars Entertainment. Kaboom! Are you happy? Yes, we are happy. Yes, I'm also very happy because this is the day that God have made for us. Sindio? Yes. Yes. Si tumebeba na kumbe hii basi ya Irina inakuanga yetu. Kwa vitere. So, see, we are happy? Yes. Yes, today as we had said before, we will have meditation. Sindio? Yes. Yes, and I will give our host, our dad, our brother, to tell us more about the meditation, what we are going to do today, and what it meant before we start walking. Sawa sawa? Yes. So after here, the small children, wale wadogo, 5 years and below, they will get in the bus, and the rest we shall walk. See, tulisema we are going for a retreat. Hello? See, we said we are going for a retreat. Yes, so from here we shall walk to Majimoto. We shall have the meditation there, and then from there we shall maybe have the juice, the biscuit, the sweets, and then we will come back to Samaritan for lunch. Sawa sawa? See, sorry? Yes. Yes. Watoto wadogo kama Sera, kusonga hapa Sera. Watoto wadogo kama Sera wenye waezi tembea haraka ndo watarudi kwa bus. Teachers, you will help me in that. Sawa sawa? And the rest tukiongozwa na scout, we shall walk. Hello? Yes, the rest we shall walk. That is the fun part of the retreat to meditation. Sawa sawa? Yes. Now I welcome our guest. They say something, but you know I mean. Sindio, si mnajua kan? Yes. He's the one who helped us to be there in Samaritan, to eat, to do everything that we do with an organization called Empower Living Foundation. He have been of great help to us.
So I welcome the guests and tell us more about the meditation before we start. So once again, we are very happy to be here, and I'd like to congratulate Pauline for what she's done at the Samaritan Center. I think it's marvelous to see all the children and to see that you're all having a good, basically, education and getting a good grooming, and you're able to be at a place where you will be able to evolve and grow up into good grown-ups, and of course go to secondary school, and later on help in the development of Kenya. Now, as you all know, that there are problems throughout the world, and there are problems also we are facing in Kenya. So the whole idea of this meditation is that it is taking place by Amin Daya, who is also a meditation basically expert, but he's also a scholar, and more so he is a mentor. And Amin Daya has been able to do this program over the many years. The first program that we had was here in 2006, when we went to Majimoto and we had a meditation for global peace. As part of the SHIFT program, it means shaping human intellect for today and tomorrow. And now, right now, even in Turkey, they are doing the same meditation. So the idea is that if we have positive thoughts, if we think positively, if we meditate for goodness, if we meditate for having peace, to have prosperity, then these thoughts will germinate and help to negate anything which is not happening properly. Are we together? Hello, unasikia Kenya unaambiwa? Yeah. So, Ukifundisha akili yako kufikiria mambo mazuri, ni kama inamea, ni kama vile unapanda mti alafu inaanza kufanya nini? Kumea. So from today we start thinking positively. Sawa sawa. Na saa hizi unakumbushwa from here tukifika huko utameditate, unafikiria penye umetoka, penye unafika, penye unataka kwenda. Sawa sawa. Aya. So there are three areas where we need to make sure that there is peace and prosperity. One is within ourselves, in our own environment, okay? Within our school. That we must have peace, we must be united, and we must be able to live in prosperity, correct? The other one is for all Kenyans. We all, as Kenyans, we must live together in a pluralistic society and help one another, correct? And the third is we need to also pray for our governance, our president. We need to pray for the MPs. We need to pray for everybody to be able to have the same positive thoughts so that we can now build a good Kenya. When we think negative all the time, it does not bring about positivity. Right? So, I want to introduce you to Kingwa. Kingwa is, she's also written a book. She's a writer. And at one time, she was also a president, aspiring president, to be a president. So she's a very powerful woman, okay? And she has gladly accepted to come here and to be able to help us to do our own tailor-made meditation, which will help us to be able to start thinking in a positive manner, okay? And I want you to continue with these positive thoughts. It's not only today. Every day you should reflect and say, how can we think positively to make this country a better country? How can we make this world a better place? You're all aware of climate change, right? That there is an issue of climate change, right? There are places where you have a problem in terms of too much rainfall or there's too much drought. And these are causing a problem for us throughout the world, yeah? In fact, one of the things when I was at the COP in Azerbaijan is that the mountains, you know about the mountains of the Himalayas, right? Now those are they're the biggest mountains with so much snow and ice. They're melting. When they melt, they go into the sea. When they go into the sea becomes more, and that causes more of the floods everywhere, right? So, but this reason for having this problem of climate change, and we documented it in a movie that I done some time back, where the Samaritan children were also involved to a certain extent. And basically what the biggest problem is, fossil fuels, that means having fuel which we are burning in cars and other places, and firewood and all that burning, which is not good. And we need to build more forests, because the forests absorb the carbon dioxide. So what happens is that these emissions which go up is causing a problem for a layer, and it causes ultraviolet not to come out and causes global heating. It's a bit scientific, but you guys will all learn about it, okay? So what we need to do is reduce the global warming. We need to bring about more trees. We need to bring about basically ensure there is adaptation.
when there's rain, we need to know how to harvest the rain. Look after that so they can grow our crops. Are we together? Yes. And there are many other things in climate change. And I want you, as one of your lessons in school with your teachers, to learn more about this climate change phenomena and how can we play a part to help to reduce the effect of the climate change. Okay? Yes. Hello. So now Kingwa will just tell you what she's going to do. Umesikia about Kinwa? Alikuwa anataka kuwa nani? Kumbe atusikizi. Ati present. Alikuwa anataka kuwa present. Alikuwa anataka kuwa president. Na wewe? Wewe unataka kuwa nani? That's why you have been told to start having positive thoughts. Sawa sawa? That will grow up to be a big person in our world. Sindio? Not only in Kenya, in our world. Sawa sawa? Before we give Kingwa the mic, so to speak, I want to take this opportunity to thank Amin Daya and Karima Daya and Empowering Foundation and all those who are involved in SHIFT, which means shaping human intellect for today and tomorrow, so that we can all collectively bring about positive thoughts in this world. Please, Good afternoon. Good afternoon again. Good afternoon. Are you happy? Yes. Oh, that's good. Okay, nilikuwa nimeona ya kwamba mnakaa kama mko na huzuni, but I'm seeing a few smiles. Are we happy? Yes, we are happy. Okay. Kama vile mshaambiwa, mimi naitwa Kingwa Kamenchu, and I am with our host Amin and Pauline, na nimefurahi sana kuwa hapa. Na tutafanya ile meditation the way we've been told, because we are planting seeds. So if I have planted a seed and then a tree, I have a tree of positive thinking in my head. When all of us come together, what do we have? Many trees. Many trees are what? Yes, a forest. Sindio? Yeah, so because life is good, but sometimes our minds create negative thinking na inafanya that we keep on creating problems in our own life. But positive thinking about saying, I am a person in power. I am in charge of my life. So what can I do when I get a problem? Sindio? Yes. Kwa hivyo we'll talk more about that tukiwa hapo juu, but I'm very happy to be here na tutaendelea kuongea. Asante. thank you so much. Okay, so are you ready to go? Yes. Good. So who is going to go walking and who is going to lead them? You will lead them? Yeah. Scout. Fine. And Scouts. Scout come. Okay. So how many of you are going to walk? So I want you guys to walk nice and fast, right? So we're all going to... Maisha magumu sana nimepitia, nikajaribu tafuta msaada sikupata, nikaendea wanadamu mwisho wakanidharau. Kumbe msaada wa mwanadamu unatoka kwa Mungu. Nilijua wapo wenye haki ya kubarikiwa tu, kumbe baraka ni haki ya kila mmoja. Nimebadili wazo langu na mwelekea Mungu, kwake msaada wangu unapatikana. Msaada wa mwanadamu ni wa muda mfupi, na mizamu yangu kubarikiwa wewe. Wakati ni huu wa kubarikiwa, zamuni yangu sasa kupokea. Nimechoshwa na shida za dunia, napokea kwako Baba, napokea kwako, napokea kwako Baba, napokea kwako, napokea kwako Yesu, napokea kwako.
zaidi na zaidi. Nimejipanga hadi nione matunda yake. Yale Mungu amewekeza ndani yangu, najua Mungu yuko kazini kunikamilisha. Akisema nimebarikiwa, nimebarikiwa tu. Hata ukipinga wewe leo, mimi nimebarikiwa tu. Mlima gani kuu sana usioumoa? Jaribu gani gumu sana usiloliweza? Chozi gani zito kwako usilolifuta? Ombi gani kubwa sana usilolijibu? Wakati ni huu wa kubarikiwa. Zamuni yangu sasa kupokea. Nimechoshwa na shida za dunia. Napokea kwako baraka yako. Baba napokea kwako. Napokea kwako afya yako. Baba napokea kwako. Napokea kwako utajiri wako. Napokea kwako. Napokea kwako elimu yako. Baba napokea kwako. Wakati ni huu wa kubarikiwa. Zamuni yangu sasa kupokea. Nimechoshwa na shida za dunia. Napokea kwako. Napokea kwako. Baba napokea kwako. Napokea kwako kazi yako. Baba napokea kwako. Napokea kwako na watoto wako. Napokea kwako. Napokea kwako. Baba napokea kwako. Napokea kwako. Napokea. Napokea kwako. Mimi napokea. Napokea kwako. Leo napokea. Napokea kwako. Kwako napokea. Napokea kwako. Mimi napokea. Napokea kwako. Napokea. Napokea kwako. Napokea. Napokea kwako. Mimi napokea. Napokea kwako. Baba napokea kwako. Napokea kwako. Baba napokea kwako. It's DJ Clef. Nilipokuwa nipo chini mavumbini, nilipokuwa nipo chini mavumbini, walinikataa, waliniona ni mavumbi tu. Walinikataa, nilikuwa sina thamani kwao. Walijua jana yangu, hawakujua leo yangu. Waliniona ni masikini, waliniona sina thamani kwao. Waliniona sina lolote, ila walichokosea walijua jana yangu. Hawakujua leo yangu. Wanadamu leo nang'ara kama dhahabu. Acha ning'are mimi dhahabu. Leo nang'ara kama dhahabu. Acha ning'are kama dhahabu. Mimi ni 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 dhahabu. Usidhalau leo ya mtu, usidhalau leo ya mtu, mana hujui kesho yake, mana hujui hatima yake. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu, hatima ya mtu mikononi mwa Mungu.
uliye masikini leo, kesho huyo ndiyo tajiri. Unayemuona chini leo, kesho atainuliwa na Mungu. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu, kesho ya mtu mikononi mwake Baba. Daudi alikuwa mchunga kondoo polini. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Daudi, nani alijua Daudi ni mfalme? Nani alijua Daudi ni mtu mkubwa? Kumbe unaweza pitia leo kwa utukufu wa kesho. Kumbe unaweza pitia leo, hiyo ni heshima kwa Mungu. Atakapokuja kuinua watakushangaa. Usijaizalau leo ya mtu, sasa nang'ara kama dhahabu. Amenitengeneza Mungu, leo nang'ara kama dhahabu. Mimi ni dhahabu, 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 mimi ni dhahabu. Nilipokuwa masikini nilivumilia, waliponikataa na kunibeza nilivumilia. Leo nang'ara kama dhahabu. Acha ning'are, Mungu amenituomba. Acha ning'are, Mungu amenikumbuka. Na sifa kuu ya dhahabu, na sifa kuu ya dhahabu. Dhahabu ni lazima ipite kwenye moto. Ikipita kwenye moto, dhahabu itang'ara tu. Na sifa kuu ya Mungu wetu huyu, utuinua kutoka chini sana, na kutupandisha mpaka juu, na kutuketisha na wakuu. Usijaizalau leo ya mtu, hatima ya mtu mikononi mwa Mungu. This is DJ Clef.
Mnipe sauti tafadhali. Tutaimba wimbo wa taifa kwa lugha ya Kiswahili. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii, nasi tujitoe kwa nguvu. Nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Tujenge taifa letu. Ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima. Tuungane mikono pamoja kazini. Kila siku tuwe na shukrani. Unaweza simama Alasa. Tukiri na tuombe. When I want to pray, I put my hands together, I close my eyes, and I want to pray. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tukikwambia ni asante kwa kutufikisha hapa. Tunakuomba kwa neema zako na kwa ushindi wako. Tunasema ni asante kwa hawa watoto kufika pande hii. Tunakushukuru na tunakutukuza kwa maombi ya leo. Tunakuambia ni asante kwa kutufikisha. Hii maneno tulikuwa tumepanga, lakini Mungu umetimiza kwa neema zako. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwana wako. Amen. I'm going to play you a song which you all know. It's playing on the mouth organ. It's called Malaika. Yeah? Mazuri tafadhali. Si amejaribu? Hello, amejaribu ama hajajaribu? Ati ameimba wimbo gani? Malaika. Ati tuimbe? Malaika. Nakupenda malaika. Nani anaimba mapangale hapo nyuma? Ti mapangale. Haya tuimbe pamoja. Malaika. Nakupenda. Malaika.
sijui nisemeje, kijana ati nashindwa na mali, ati ninge salimia mwenzako high five, mwambie you look beautiful. Mwambie you look nice. Tell them you look nice. Hug your neighbor, 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 hug your neighbor. Kuna watu ambao hawataki. Na ukiona neighbor yako hakuhug, mwambie wacha madharau bwana. Hug your neighbor, hug your neighbor, hug your neighbor, hug your neighbor. Tell them you're beautiful. Tell them you look mambikwas. Asante. So nataka karibishe presentations za watoto. Sijui tutaanza na gani. Wanani wako tayari? Lazima tutajibamba kidogo as we meditate. So the young kids, they are ready. Aya. Nani ndio chairman ya watoto wadogo? Wako wapi? Wa Samaritan, wale wa Samaritan. Aya. Ni wewe? Kuja nikupe mic. Who is the nani ataongoza? Haya, ama mfanye tu hivyo na mdomo. Haya. Karibuni. One, two, go. Start. Front of you is Samaritan Children Care Center, ready to present a song. Mtoto nilivyo, nashukuru niko shuleni. Ujinga utanitoka, walimu wananifundisha. Hongera wazazi wangu, haki yangu nimeipata. Elimu muhimu, walimu wananifundisha. Serikali asante kwa shule nyingi nchini. Shuleni naenda, walimu wananifundisha. Education, I love education. God help me in my education. God help me in my education. When I grow up, come on. God help me in my education. Education, I love education. Education, I love education. God help me in my education. God help me in my education. Kama when you grow up, usonge mbele. When I grow up, I like to be a doctor. God help me in my education. God help me in my education. Na sijui kwa nini sijaisikia mtu akisema when I grow up I want to be an MC. Sijaisikia hata siku moja. Shida inakuwa gani? Thank you. Let us appreciate grade 4, 5 and 6 as they come with a mighty clap. Ukiona mtu apigi makofi mwambie hey, wacha mambo wewe. Clap for grade 4, 5 and 6. Thank you. Now watu ambie when you grow up what do you want to become? Mko sawa? Songa tu mbele. Haya. 3, 2. Thank you. Appreciate them with a mighty clap as they have their seats. Ama mjamaliza? You have another one? Yeah, that's okay. Okay, endeni mkae sasa. Thank you. Wanted to have another presentation because of the rains. I am having these two girls here. I can tell you these two girls sindio? Hebu apigieni makofi mazuri tafadhali. Appreciate them. So naomba tafadhali nipatie mic nyingine wapewe, wako na memory verse the two of them. So kila mtu atashika mic yake, si ndio? Songeni hapa mbele. My name is Simi Sankari. Hebrews 11:4. By faith Abel offered to God the best sacrifice and killed him. My name is Sandra Wangare and I have a memory verse. 1 Corinthians 14:50. It says,
Everything must be done decently and in order. Thank you. Wamemaliza. Thank you. Unajua at this age kukua tu unajua mpaka memory verse ya Moras. Karibu song, karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Rusu Morugi na niko na wimbo. Karibu. Umeahidi wa Bwana huniachi hadi mwisho wa dahari, ulisema huniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote, nami naiweka imani yangu kwako Bwana. Amen. Someni amen. Thank you. I want us, before I invite our director, nataka kwanza to have some little dance kidogo. Ama ni aje? Hebu kila mtu asimame ni kuonyesha. Simama tu mahali ulipo. Simama tu mahali ulipo. Nataka kila mtu ainue mikono yake juu namna hii. Inua mikono yako juu namna hii. Umeinua mkono juu? Umeweka yote mbili juu? Haya, inama chini kidogo, tuende chini. Ukiwa hapo, tunaenda head, shoulder, knees and toes. Haya, tuanze. Haya, upright. Haya, twende, inua mikono mbili juu. Haya, kila mtu squat. Haya, alafu twende head, knees, head, knees and toes, ears. Nani huyu anasema nose iko hapa shughuli? Haya, tuanze tena, weka mikono juu. Are you ready? Yes. Ladies and gentlemen, are you ready? Sherehe tunayo hatunayo. Jamani, weka maringo kidogo. Sherehe tunayo hatunayo. Meditation to meditate ya to meditate. Haya, weka mikono mbili juu. Umeweka juu? Haya, inama kidogo. Twende. Head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Ears. You touch what I say, but not what I'm touching. Are we together? Touch your head, touch your stomach, touch your legs, touch your eyes, touch your nose, touch your head, touch your stomach, touch your ears, touch... I am MC Martin, kuja hapa. Nataka nikaribishe mmoja huyu kile anafanya. Simama hapa juu ndio kila mtu akuone, sio? Ufuate kile anafanya, sawa? Haya, wase. Wewe sauti. Wase. Wase. To dance to see dance. To dance to see dance. Watoto wangu we. Mimi baba yenu. Sina nguvu tena ya kuwa simba. Simba ni mkali. Aliua mama, akaua baba. Sasa torokeni. Haya, shika hapa. Shika waist. DJ twende. Shika waist, peleka hivi. Twende hivi. Wacha tu itacheza. Twende hivi, zungusha. Na by the way, mpaka wazazi wasifanye hivyo, si ndio? Mpaka director ama ni aje? Hii video lazima tu, si ndio? Mr. Khan, come here. Come over here. Mr. Khan, just come here. Wale wako haha wawili, kama haha wawili. Upigeni makofi mazuri hao. Hata wale wako pale. Pigeni viongozi. We need to dance together with these kids. Ama ni aje? We need to dance together with the kids. Wale wako huko juu kila mtu asimame, si ndio? Haya. Twende kazi. Shika hapa. Shika. Hapa. Haya, zungushe. Peleka kando. Let's go DJ. Twende hivi. Zungusha. Haya, rudi nyuma. Kuja mbele. Rudi nyuma tena. Haya, twende hivi. Nipe sauti. Let's go. Are you ready to jump? I want you to jump, okay? Haya, weka
weka hivi. Alafu unaweka hapa. Shika kiuno. Shika kiuno. Si umeface hivi. So nyinyi mtaenda 1 2 muangalie hivyo tuzunguke hivyo sawa? Tukiekanga hivyo haya tuanzie from the top. Tuanzie tu. Hapo haya shika kiuno, shika kiuno. Haya twende hivi. Weka hivi, weka ina chuma, weka ina chuma, weka ina chuma, weka ina chuma. Weka ina chuma, alafu tindiko. Weka. Make sure you have a partner. Make sure you have a partner. Alafu tunaangaliana. Wawili. Haya, weka mkono yake hivi, weka mkono hivi, alafu mnazunguka. Zunguka. Haya, pande nyingine geuka sasa. Geuka. Haya, mtapanda hivi viatu tu. Watu wakae hivyo wawili. Then you turn. Okay? Are you ready? Haya. Twende DJ. Twende. Geuka, shika madogo. Twende, shika madogo na mikono yote mbili. Inama chini kidogo. Twende. Wawili. Inama chini kidogo. Haya, go down everybody. Are you ready? You say yeah. Are you ready? Haya, ndio mwisho. Please stop. Kuna. Semeni hure. MC makofi. Asante sana. So amjambo. Sawa. So tumechangamka.
na kwa sababu tukuja kuongea sana, sitaongea sana, si ni kweli? Wangapi wameshaniona? Okay, mimi naitwa nani? Naitwa James mimi naishi Nakuru kama nyinyi, na nimekuja na my wife ako hapo nyuma, naitwa Esther, na my son anaitwa Johan. Sasa tumekuja kama familia kwa sababu kidogo nitaongea kuhusu nini? Kuhusu familia, si ndio? Lakini sasa tunaanza pale tuko, si ni kweli? Tunakumbuka wanasema nini kwa TV, kwa magazeti, wanasema nini kuhusu children's homes kama yetu? Tunajua inasema nini? Ule mtu asema tu bila uoga. Wengine wanasema ya kwamba ati government ya Kenya inataka kufanya nini? Kufunga, si ndio? Hiyo tumesikia, si ndio? Ule hajasikia ni ule hataki kusikia. Lakini pale tuko si ni nyumbani pia? Ni nyumbani? Hapo Samaritan. Na mama anawaangalia vizuri. Kwa hivyo si mtu anaanzanga na pale yuko. Anashukuru kwa sababu hata mimi nilikuwa nataka kuongea kuhusu kukua positive. Be positive, si ni kweli? Na nikiongea na muhisani wetu, sponsor wetu, rafiki yetu, amesema hapa kumekuja kuongea mambo ya kukua positive, si ndio? Kuona uwezekano ya kitu. Na hivyo ndio tunataka kujua. Kwa sababu mimi nimekuwa nikifuatilia hiyo maneno sana. Mimi nimekuwa kama Madam Director, nimekuwa pia Director wa Children's Home huko Nakuru. Na watoto kama nyinyi, watoto wazuri, wanaendelea na maisha. Children's Home sio kubaya, ni kubaya kweli? Haya, Children's Home ni mahali tunaenda, si ni kweli? Kwa sababu kumekuwa na sababu moja ama ingine ambayo hatuwezi kuwa na nini na familia zetu, si ni kweli? Na pale Children's Home ni mahali safe. Inaitwa safe space. Hakuna mambo ya kudhulumiwa pale, hakuna mambo ya njaa, hakuna mambo ya kukaa bila kwenda shule, hakuna mambo ya kukaa kwa street. Pale unaenda unapata huduma zote ambazo zinahitajika. Si ni kweli? Na hiyo ni vizuri, si ndio? Lakini sasa tukisikia kukianza kuongewa kuhusu Children's Home kufungwa, ni vizuri niwaelezee vizuri, hata kama siko kwa serikali, niwaelezee wanasema nini na inamaanisha nini. Si ni kweli? Wengi ambao wanasema Children's Home zitafungwa hawaelewi mambo ya kazi ya Children's Home. Hao wanasema ni kubaya. Watoto wanadhulumiwa. Watoto wanakaa huko sana. Na kwa hivyo serikali inataka nini? Kuzifunga. Sasa nataka tukuambia ndio tuelewe vizuri. Hakuna mtu amesema Children's Home zinafanya nini? Zinafungwa. Ile wamesema kutakuwa na nini? Mwelekeo mpya. Mwelekeo mpya inasema nini? Ni kusema kwamba vile ambavyo sisi kama Wakenya, kama serikali, kama NGO, kama shirika yangu inaitwa So They Can, kama Samaritan yenyu, itakuwa na mwelekeo mpya wa kusaidia watoto. Watoto ambao hawajiwezi, watoto ambao ni maskini, watoto ambao wametelekezwa, watoto ambao wako kwa street, kutakuwa na mwelekeo mpya. Na inamaanisha nini? Inamaanisha serikali sasa imeweka kwa sheria ya kwamba Kenya haitaendelea kutegemea watoto kupelekwa kusaidiwa katika children's home, wengine wanaziita orphanages. Lakini haijasema watoto watafanya nini, hawatasaidiwa. Tumekubaliana hapo? Tumeelewa hapo? Serikali haiwezi kusema watoto wake wasisaidie. Nyinyi ni watoto wa Kenya kama watoto wa wengine. Mimi nataka kuwapatia example. Nilikuwa nafanya kwa children's home, ilikuwa inaitwa Holding Hands Children's Home. Na Madam Director anajua, amekuja mpaka huko. Tulikuwa tunashirikiana. Lakini sisi tulipiga hatua haraka. Hatukuambiwa tufunge children's home, lakini tulifanya nini? Tulienda polepole, tukaenda tufanya tracing, tukajua watoto wametoka wapi, na watoto wengi. Wangapi tuko na family hapa? Wangapi tuko na family? Sasa basi, tusiwe na aibu ya familia zetu, si ni kweli? Familia ikiwa maskini haimaanishi kwamba hatuwezi ishi na familia zetu, si ndio? Sasa sisi kama So They Can pale Holding Hands Children's Home tulienda tukafanya tracing na tukafanya kitu inaitwa reintegration. Sana inamaanisha kurudi.
kurudia. Re. Ukiambia utarepeat class 2 inamaanisha nini? Utarudia, si ndio? So re ni kama reintegration ni kumaanisha tu kwamba kuna mahali ambao tumefanya nini? Tumetoka. Si ni kweli? Kuna mtu ametoka nowhere. Kuna mtu alianguka tu kutoka juu. Sasa inasema hivi, huu mfumo wa serikali mpya ni kwamba tutafanya reintegration, na reintegration itafanywa kwa mikakati fulani. Si ati shule mtu atakuja ofisa kutoka idara ya watoto ati atakuja siku moja aambie director, sasa kuanzia kesho tumefunga. Hao watoto wote wafanye nini? Waende nyumbani. Ndio hata kwa hiyo mfumo ya serikali. Si nimekwambia iko kwa sheria, iko kwa katiba. Katiba inasema mtoto ako na haki ya kuishi na wazazi wake na kulewa na wazazi wake. Katiba ya Kenya 2010. Na kuna sheria ya watoto ya 2022. Na hiyo pia inasema mtoto ako na haki ya kuishi na kulewa na wazazi wake. Wote wawili. Whether wako pamoja ama hawako pamoja. Na kwa hivyo sisi kama mashirika, shirika letu, shirika lenu la Samaritan, sasa imekuwa na jukumu. Zamani ilikuwa ni kufikiria, lakini sasa imekuwa ni jukumu letu sisi ambao tunawasaidia tuweze kuelewa hii reintegration kutoka kwa serikali inamaanisha nini. Na serikali imekuja na kitu inaitwa Care Reform Strategy. Ni jina kubwa, lakini Care Reform Strategy ni ya kuniambia mimi kama James, kuambia director, kuambia sponsors wetu, kuambia marafiki zetu, hivi ndivyo serikali inataka tufanye hii kazi. Ya kwanza, wanasema iko na 3 pillars. Sitaki kuongea sana. 3 pillars. Ya kwanza ni prevention. Ni kuzuia familia kutengana. Kuzuia familia kutengana. Na kusaidia familia. Hiyo ndio pillar ya kwanza. Unaona haijasema kufunga children's home. Nimesema kweli? Pillar ya kwanza ni kufanya nini? Nimesema ni kufanya nini? Pillar ya kwanza ni kuprevent, ni kuzuia familia zisivunjike. Na vile vile kusaidia hizo familia. Hiyo ndio pillar ya kwanza. Pillar ya pili inaitwa alternative care. Alternative care kama pale tuko sasa ni alternative care. Lakini serikali inasema nini? Alternative care zile zinafaa kuangaliwa kwanza. Kuangaliwa kwanza. Ni kama kufanya foster care, ni kama kufanya kufanya adoption, guardianship, hizo zote. Na serikali inasema mambo ya kwenda kwa mashirika na kwa children's home ndikwe ya mwisho, last option. Wakijaribu hizo zingine zote na wakose kufanya nini? Kupata mahali pa kukuweka. Ukienda children's home wanasema ukae kwa muda mfupi zaidi. Muda mfupi zaidi ndio uweze kurudishwa. Kwa hivyo kwa sababu naona kunanyesha, ni hivi. Ni kusema kwamba shirika letu la Samaritan watafuata mkakati fulani ili kuwa tuweze, kwa sababu huyu rafiki yetu ameuliza wale watoto hawana wazazi kutaenda aje. Hiyo ni swali labda hatutajibu yote, lakini kwa kifupi hakuna watoto wengi sana. Watoto kama 80% wako na familia. Wale hawana familia, serikali inasema sisi kama mashirika ambao tunafanya hii kazi tuweze kuidentify. Unajua familia sio baba na mama peke yake. Kuko na extended family. Na mimi najua huyu kijana anajua uncle mmoja, auntie mmoja, si unajua? Grandparents. Sasa sio ni kazi yetu kama mashirika kuhakikisha ameweza kuunganishwa na mojawapo wa familia zake, extended family. Ambapo akishaenda pale ataendelea kupata nini? Kupata huduma zile ambazo anapata. Hata waacha kwenda shule, hata waacha kununuliwa uniform. She's going to lead us in the part of meditation. Good afternoon again. Niaje wase? Niaje wase? Yes, the rain has come to bless us. Sindio? See, rain is a blessing. Kwanza ningeomba kuita Michelle. I'll ask Michelle to come and join me. Where is Michelle?
Very clever. Okay. Asante. So first of all, Michelle is going to be my translator. There's some words that I'll use that I think they're a bit I don't have the exact translation for Swahili, so she's going to be able to take us through the Swahili, because I spoke to some of you earlier na nilisema that you prefer Kiswahili badala ya English, si ndio? All right, so maybe just start with that. Well, lakini kwanza tufanye introductions. My name is Kingwa Kamenchu. Mimi ni mshairi, mimi ni mwandishi, naishi Nairobi. Wazazi wangu wametoka Meru, so in a way I come from there, lakini mimi nilizaliwa Nairobi. Na I'm very happy to be here. Niko hapa kwa having Amin as the host, so I'm very happy to be here. So Michelle will introduce herself. Alafu atafanya utafsiri ya what I just said earlier. Thanks, Michelle. Yes, Mimi, you know, we're talking about in faith, moving in faith kwa imani. Me, I move around as a president because a president is a person that gives order. Yani, they give organization, they give leadership. So I'm honored to be here with leaders, like everyone here, from everyone that has spoken. It's people that are doing very important work in terms of giving leadership. So we are continuing the journey. Asante. Thank you. My name is Michelle Anyona. I'm a teacher from Samaritan Rescue Center, and I'll be your translator. All right. So the goal of meditation is to clear the mind and to just focus, like to remove all the troubles, all the. It's like a garden that has a lot of weeds. So the goal of meditation is to remove those weeds from the mind, so that the plants that can remain can come up very strong and healthy. And the weeds are the negative thoughts, the negative thinkings, the negative ways of seeing the world. Then the healthy plants are the positive, life-giving thoughts and ways of looking at the world. Okay, lengo la hii zoezi ni kusafisha vichwa zetu kwa mambo mengine ambayo tunafanya kama vile weeds, mimea hizi zenye unwanted hizi. Ya hiyo ndio lengo hizo yetu, kusafisha akili zetu. Magugu, weeds ni magugu. Thanks. And so with meditation is almost like prayer. Na hili zoezi ni kama maombi, but it's just it's more of getting clarity and focus about first of all clearing the mind and then focusing on a particular outcome, which is mostly just a clear head and a heart full of love. Lakini mengi yake ni kusafisha akili. Bit of challenge on my phone. I don't know if it has been rained on slightly. I'm trying to get some of the scripts that we have. But even as we continue, I want you to bring to mind something that has been troubling you, that we want to leave this place having cleared your mind about it and feeling a bit better, a bit positive about it. Tunataka tulete kwa akili zetu yale mambo ambayo yamekuwa yakitusumbua. Hapa ni mahali ambapo tumekuja kusafisha akili zetu na hiyo mambo. Okay. So to begin with, I'll ask you to get comfortable where you're standing. Tabidi umekaa kama mwenye uko somewhere ujisaidie. Utulize akili zetu. Hapana, si kujisaidia like urination. Yani, yes, kutulia, just in a place where you're relaxed. Ingekuwa, if it was not raining, we would be sitting down or lying down. So just make sure that you're in a place where you're standing, where you're comfortable. Kungekuwa hakunyeshi tungeketi hapa chini. Sasa hakikisha kwamba umeketi mahali ambapo uko sawa. All right, so just close your eyes. Tufunge macho yetu. Yeah, gently close your eyes. Tufunge macho yetu. Feel safe. We are all of us. We're at a place with friends.
we are all safe here. Kama uko mahali ambapo papo salama. Yes, know that you are safe here. Jua kwamba uko salama. Okay, so to begin with, take a deep breath in. Tupunge hewa ndani. Breathe in. And then breathe out. Tutoe hewa, breathe out. And then the next time I'm going to count, you'll breathe in the next time, but then I will count for 5 seconds. So utashikilia hiyo hewa, so you'll hold it in. So we'll ask you to, she'll translate, and then after she's translated, I'll give the instruction that you're breathing, and then I'll count, and then you can breathe out. Wanasema hivi, tutapunga hewa zetu ndani, alafu ataweza kutuelekeza dakika ama sekunde ambazo tutatumia. All right. So take a deep breath in. Tuchukue pumzi za ndani. Hold it in. 5, tutulize. 4, 3, 2, 1. Breathe out. And then take a deep breath in all the way to your lungs, and I'll count 5, 4, 3, 2, 1. Breathe out. And the next breath, when you're breathing out, I want you to breathe, to exhale loudly. And make sure that as you're breathing in, imagine that you're breathing in clean air that's coming into your body and cleaning it. Tunapo breathe in, yani tunapoingiza hewa safi, tunafaa tukae kama wenye tuko mahali penye pako sawa, salama yani. All right, so take a deep breath in. Imagine breathing in clean air. 5, 4, 3, 2, 1. Breathe out. Okay. Keeping your eyes closed. Keep your eyes closed in this exercise. Tufumbe macho yetu kwa hili zoezi. Okay, so sasa hivi we'll go. I think I'll just speak Swahili and English together. So tutaenda safari ya amani ndani ya mioyo yetu. Music, please put it off. Thanks. So ndio tunaenda safari ya ndani. So with your eyes still closed. Kama bado macho yamefumba. Okay. So wakati mwingine mawazo yanaweza kuja akilini kama mawingu angani. So just look at the thoughts coming into your mind and imagine them like they are clouds floating. Okay. So just acha tu yaele kama mawingu. Just allow them to pass through like clouds. Whatever it is you're thinking, ukiangalia mawazo yako yanaelea, yanapotea yenyewe. Kama vile mawingu yanavyopotea angani. So take a deep breath in, pumua ndani tena. Deeply, and we'll count 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Pumua nje. So sasa fikiria uko kwenye bustani mzuri. Just imagine that you're in a very peaceful place. Na kuna maua ya rangi zote. There's different colors where you are. And your eyes closed. Just imagine you're in a very peaceful place. Uko kwa pahali patulivu. Na kuna maua ya rangi zote. Nyekundu, njano, blue. Na ukiziangalia, just imagine ya kwamba unaweza kuyahisi na yana harufu nzuri. So just breathe in that smell. You're just imagining that you're in a very peaceful place. And there's beautiful flowers. Zinakaa mzuri sana, ziko na rangi tofauti. And you're breathing in that very beautiful smell.
Hello? Children, are we closing our eyes? Aya, funga macho. Mi tu ndo nafungua yangu. Manyi hujafunga. Sera, funga macho kabisa. Aya, anza kuimagine uko mahali pazuri. Pazuri pako na maua vile umeambiwa. Wewe hujafunga macho yako. Funga macho ndimi. Funga macho, anza kuimagine. Ayuko hot spring, hebu imagine hapo umeshaanza kuwa doctor ule mwenye alisema. Wewe nani anachuna mwingine? Haya. Asante sana mwalimu. Na pali uko, just imagine ya kwamba kuna ndege wanaimba nyimbo tamu nzuri sana huko. So uko hapo, unaona maua, you're smelling them, they're smelling very nice. Na pia unasikia ndege wanaimba nyimbo tamu nzuri sana. Na just hisi ya kwamba unahisi amani, very peaceful. Na pia unahisi furaha nyingi sana. Just imagine that feeling of happiness. Na acha hisia hizo zikujaze, hiyo amani, hiyo furaha. Just feel them zikiwa kwa mwili yako. Unasikia amani, unasikia utulivu. Umetulia sana. Kitu yote inakusumbua hata you don't even feel it. When the rain comes, it doesn't even feel like ni kitu mbaya. You just feel it inagonga skin yako, but you just feel it like such a nice thing. Nafikiria kuna mwangaza ndani yako. Kama kajua kadogo ndani ya moyo wako, unaisikia? Just feel it in your heart, like there's a nice sun inside your heart. Na inamea kidogo kidogo, it's growing. Hiyo jua lenye iko kwa moyo yako, it's expanding. Just imagine that sun inside your heart. Fikiria ile jua yenye iko kwa moyo yako, inamea. It's going up. Inafika, it reaches your neck. It reaches your chin. Inafika kichwa. Just imagine that sun, hiyo jua, just a very nice warm sun. It's traveling now down to your body. Inaenda kwa tumbo, just very slowly, sliding down very slowly. It's making you warm. It's making you feel so warm inside. Imagine that sun, inatembea bado, hiyo jua. Inatembea kwa miguu. It goes all the way down, inapita magoti. It reaches your feet. And just imagine yourself feeling warm and feeling love. Sababu hiyo jua ni upendo. Na inakukumbusha that even if you feel like you're alone in the world, hata kama unafikiria wewe uko peke yako kwa hii maisha, ukifikiria ya kwamba haupendwi, hakuna mtu anakujali, nataka ushike hiyo moyo yako. Just hold your hand na usikie hiyo jua. That's now from your head to your toe, and just feel the warmth. Hiyo ni jua la upendo. Na imetoka kwa Mungu. Ninakwambia ya kwamba hauko peke yako. You're not alone and you're loved. Na let's go back to earlier vile tulisema ya kwamba ufikirie tu kashida yenye iko kwa kichwa wako. Labda kuna mtu mwenye mmekosana nawe. Labda kuna mtu mwenye hamongeleshani. Labda kuna mtu amekukasirisha. Labda ni mtoto mwenzako alikufanyia kitu ulie. Na unajua sisi sote, hata kama adults, sisi watu wakubwa, pia sisi ni watoto ndani ya mioyo yetu. So hata we feel the same thing. So ile kitu yenye inakufanya mwenzako ati anakufanya ulie, pia sisi watu wakubwa, watu wazima, we go through that. So nataka urudie kwa hiyo jua yenye iko kwa moyo yako. And I want you to take that pain, ile uchungu yenye unahisi,
from that memory. And I want you to just put it in your heart. Weka kwa moyo yako, kwa ile jua, mpaka miguu. It's very warm and it's filling you with love. Inakujaza na upendo. Nataka uweke hiyo uchungu kwa ile jua na ufikirie, just imagine that pain, that sadness. Imagine it entering the sun and just completely getting burnt. And nataka usikie just the love, ile upendo yenye inatoka kwa hiyo moyo yako, yenye inakukumbusha ya kwamba no matter what in this world, hiyo moyo yako inakupenda. Na hiyo moyo yako ni Mungu. Na hata kama kuna watu wanakuambia ati wewe uko aje ama umefanya nini, hiyo moyo yako, hiyo jua, hakuna siku yenye itawahi acha kukupenda. Just manjano, just ile jua manjano, just imagine a golden light yenye inatoka kwa moyo yako, it's just going all the way up, ina circulate, inaenda juu, inarudi chini, it's just cleaning all the pain, inasafisha uchungu yote yenye labda mwili yako inabeba, ka golden light. Ni kama ni rangi ya almasi, like a golden liquid ya almasi, inatoka juu, inapitia through your veins, from your head, inapita macho, inapita mdomo, it goes all the way down, inapita tumbo, inapita magoti, inaenda tu kwa miguu. Just feel that golden light circulating and cleansing you. Inakusafisha hizo makasirisho yote, inakusafisha ile kuhisi ya kwamba haupendwi, inakusafisha ile vile unafikiria kwamba uko peke yako kwa hii maisha, inakusafisha ile mafikra zenye unazo ya kwamba you don't have a future in the world, hakuna pahali utaenda sababu vile maisha iko kwako. Nataka ufikirie tena ile jua, ile rangi ya almasi, and just imagine it circulating head to your body. Na sasa it's talking, inakwambia ya kwamba wewe ni mtu wa maana sana, inakwambia ya kwamba inakupenda sana, hata kama kuna vitu zenye unafikiria umefanya na hakuna mtu mwenye anaweza kuforgive. Hata kama unafikiria ati umefanya hivi sasa wewe si binadamu anymore, just nataka uhisi ile rangi almasi just coming from your heart, yenye toka kwa moyo yako, na kuambia ya kwamba you have a strong future. Uko hapa na nia. Mungu hako anacheza alipo kuleta hapa. Alifikiria, alikaa chini, akasema huyu ni mtu wa maana sana. Huyu ni mtu nitampeleka pali inaitwa Kenya. Na nampeleka hapo sababu kuna kazi ako nayo kufanya. Haitawahi kukuacha. Na sasa I want us to so take a deep breath in, alafu tutahesabu. Breathe in 5 4 3 2 1. Breathe out. Na ukipumua sasa, just imagine you're breathing in life, you're breathing in energy, you're breathing in power, you're breathing in love. Sababu ukiondoka hapa, haurudi kama you're not the same person mwenye aliingia hapa, unarudi kama mtu mwenye amesafishwa. Amesafishwa na hii maji yenye imetoka kwa Mungu. Na ukiona hiyo maji, ile usafi, ile urembo yenye hii maji iko nayo, it's very clear, it's very clean, it's very beautiful. Ujue ya kwamba vile hivi ndivyo unarudi back pali unarudi. Just
So take a deep breath, and now you're breathing in power, you're breathing in love, you're breathing in beauty. Kwa hivyo, breathe in. 5, 4, 3, 2, 1. Breathe out. Breathing in again, na pia utashikilia for 5 more seconds. Kwa hivyo, breathe in. 5, 4, 3, 2, 1. Breathe out. And this time, in this last breathing exercise, as you breathe in, imagine yourself, fikiria kwamba, ile yenye unapumua nje, unapumua makasirisho yote, mauchungu yote, ile hopelessness yote, ile kuchoka yote, and you're breathing in energy. Yani unarudi nyumbani ni kama uko charged. Yani ni kama mtu ameweka kwa, ni kama wewe ni simu na umewekwa kwa charger, na unarudi ya kwamba battery yako iko 100%. Kwa hivyo, so kumbuka ya kwamba when you're breathing out, hii time you're breathing out everything yenye unaacha hapa, na unarudi kama you're a very full battery. Kwa hivyo, breathe in deeply. 5, 4, 3, 2, 1. Breathe out. Na sasa unaweza fungua. Just very slowly open your eyes. Just very slowly open your eyes. And just make sure that your body is relaxed. Na uko sawa. You can shake yourself, stamp your feet ili, just to say that I am back. Okay. Tuko sawa sasa? Yes. How do you feel? Okay, asanteni sana. Breathe in, una breathe mambo mazuri, si ndio? Mambo mazuri, na amesema tukirudi nyumbani, na hiyo ni very symbolic. Ni kama tukitoka hapa tutarudi wapi? Bas, na mlinakumbuka nikiongea pale nilisema nini? Kuna mikakati, si ndio, ya kufanya nini? Reintegration, si ndio? Sasa wakati tulikuwa tuna breathe out, una breathe out ile uoga, si ndio? Ile confusion, ile uongo maybe watu wanasema, lakini sana sana una breathe ndani. Nilikuwa na mambo kama kuforgive, si ndio? Kwa sababu maybe kuna watu wametukosea, na tukisikia mambo ya nyumbani hatutaki kusikia mambo ya nyumbani. Tuanze kufikiria atakuwa nyumbani kwetu kuko na watu wazuri, wako na mipango mizuri, wako na nia mzuri, na pia tufikiria nini? Wale sponsors wetu hawatatufanya nini? Hawatatuacha. Si ni kweli? Wataendelea kutusaidia. Kwa hivyo hiyo nimesikia hiyo message imeenda vizuri, imeingia vizuri. Wakati tuna meditate, tafadhali mkumbuke meditate kuhusu hii maneno. Isikuwe ni mambo magumu, ati reintegration unashinda hii ni nini? Tujue kwamba kila kitu kiko na sababu. Hata kukuja hapa leo imekuwa na sababu. Na sababu moja ni kuanza kujitayarisha kimawazo na vyovyote vile. Ndio wakati wa kurudi nyumbani ukifika, tusi na wasiwasi, tuko na furaha, si ndio? Na tufurahie wale watu ambao wataendelea kutusupport. Asante. Thank you. Wow, thank you. Let us appreciate them with a mighty clap. Tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Hata president kwa sababu ya kutuendeleza vizuri. Tumpigie makofi mazuri ya president. Thank you for the good job. So na pia nataka ni appreciate Bwana Kenyo. Mpigieni makofi mazuri tafadhali, amefanya kazi poa. Ametupatia maneno mazuri. So on behalf of the area, kwa sababu naona chief hayuko na president wa kweli hayuko, karibu tusalimie. Hamjambo nyote? Watoto hamjaboni? Hamjambo tena? Mmefurahi kufika hapa? Ndio. Mmekuja mara nyingine ama ni mara ya kwanza? Oh, okay. Kwa majina yangu naitwa Jane Wangoi Ndungu, na mimi ni mwenye kijiji hapa. Na play part ya nyumba 10 kwa hii area. Na mimi nafikiri mambo yote iko shwari.
Security iko sawa. Hata mkifika hapa mmeona kuko sawa. Na nimemshukuru kwa kukuja. Na nimemwambia karibu nyumbani. Umependa hii maji iko safi sana hii maji. Hii maji tumetunza vizuri sana. Sasa hata hakuna watu wanaogelea. Tuliwatoa ndani, tukawapeleka pande ile. Na security iko sawa hapa. Hata ukiingia pale lazima tujue, hata wakati nisikia gari nilitoka, nijue hiyo gari inaenda pande gani. Ndio watu wasikuje kuharibu maji. Na tutaomba Bwana Khan. Kuna wakati ulitutengenezea tukaharibu. Tunaomba msamaha. Sasa ukikuja tena, tunaona wakati ulikuta tumefensiwa na tumetunza. Sasa sisi kama wamama, hii kaunti ni ya wamama. Sasa iko na nguvu. Ukitutengenezea tena kwa maombi yetu tutatunza. Mungu awabariki. Sawa hapo mwanawili. Si ameongea vizuri? Si ameongea vizuri? Hebu mpigieni makofi mazuri tafadhali. Hamjamboni. Hamjamboni wana Samaritan. Wageni wetu Mr. Khan na wana kijiji, nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa kuja kwenu. Ni kazi nzuri sababu si mara ya kwanza, na unapoongelesha hao watoto wana Samaritan, unapowapeleka the process yenye umewapeleka, kwa mara nyingi huwa tunaona mabadiliko makuu. Kwa hivyo nataka kukushukuru kwa kuchukua jukumu hilo. Ni kazi kubwa unayoifanya kuweza kumlea huyu mtoto ambaye si wenu, si wako, lakini unakubali, unajitolea. Nitasupport huyu mtoto, hatulichukulii likiwa jambo la kawaida. Na tunakuambia ni asanti sana. Wanakijiji, tuko na furaha tunapokuta bado maintain mahali hapa kwa uzuri. Na kama sasa leo nimefurahi sana kukuta, wakati huo mwingine tulisema palikuwa na jiwe hapa juu, limeshaondolewa. Tumekuta ni pahali pamewekwa vizuri, ni pahali patulivu. Tumepelekwa process ya meditation. Tunaambiwa hebu fikiria ukiwa mahali patulivu. Hebu fikiria maua, hebu fikiria miti. Na ni kweli mahali hapo ndipo tuko. Kwa hivyo nataka lichukulie hivyo likiwa jambo nzuri. Ni jambo nzuri kwetu tunapokuwa. Ni jambo nzuri kufikiria ukiwa daktari. Ni jambo ikiwa si atabarikiwa, semeni amen. Si atapata pesa mingi, semeni amen. Ni akugĩa na mũciĩ mwega ugai. Atapata gari ile tunasema gari yako haisati ya gutonya ama namna gani, kwa sababu ya kuweza kushikilia hawa watoto. Karibu sana madam. Just say something before we come Mr. Khan akuja tufungie. Hello. Hello. Are we happy? Yes, I'm also very happy because apart from being fed physically, today we have been fed spiritually. Umeambiwa uache ile yote inakusumbua. Hello children. I'm talking. Umeambiwa uache ile yote ambayo imekuwa ikikusumbua. Unasumbuliwa wewe ukuji namba mzuri, wewe uperform kwa class, wewe ndio wa kuchuna wengine. Unaona kama unachukiwa juu unasusu kwa kitanda. Hello? Si tuko sisi wote hapa? Umeambiwa when we get out of this place, ukuwa umeachilia gani? Hiyo yote. Sawa sawa? Phyllis, usione kama you are only one in this world. Uko peke yako, hakuna mwenye anakupenda. Tumeambiwa kuna Mungu ambaye anafanya nini?
Are we together? Yes, kuna Mungu ambaye anatupenda na tukapewa jua, si ndio? Tukaonyeshwa jua ikaingia kwa roho yetu, and then it will be guiding us. Sawa sawa? Don't say that I can survive when I have so many people around me. You can survive because you have done the meditation today. You have been taught that there is God who take care of you. Sawa sawa? And who came and used our sijui niseme donor ama niseme our brother ama our father. I don't know which the best word to use, or which best, yeah, amenipea partner, the best word to use, to come and support you, to come and take care of you. Us alone, we could not make it to bring you here to see this environment. Ukaambiwa imagine, ebu imagine sasa hatuyuko hapa sisi wote, tumeenda nyumbani, tumerudi Samaritan. Do you imagine the way the place is quiet? Ebu imagine ni usiku saa 7, alafu hakuna mtu hapa. See, it is very quiet. So, pia inatuonyesha when you are quiet, you are doing something constructive. Sawa? And like when you have a lot of noise, you are everywhere. So sometimes it is good. And Mr. Amin, I promise we shall continue with this meditation even at Samaritan. Sometimes we shall create time to have meditation so that we become positive. We become positive in everything that we do. Sawa? Usione tu ati mimi nafika grade 6 and then siezi endelea. I'll get to grade 9. I don't have somebody to take me beyond there. Tumeambiwa we have positive thoughts. Hello? We have positive thoughts. You have positive mind. And always you imagine you are in the best place. You imagine you are in the best place. And when you do that, it's like a prayer you are doing to God. He will always fulfill it. Hello? Yes, he will always fulfill it for you. Hata sisi wakubwa, maybe kuna ile kitu yenye tumekuwa tukiwania kukua, walimu, unasema, oh, maybe Samaritan is not the best place to be. If you have that positive mind, Vikings, like Vikings have a very high hope with his job. Even, unaona sweta yake ameshaweka MC Vikings, si ndio? Anajiamini. So, hata sisi tunaambiwa, yes. Upende hiyo kitu yenye unafanya, and then you be positive. Sawa? Yes, hata sisi wakubwa tukikuwa positive in everything that we are doing, we shall go far. I can talk and talk because I work with the children, but because of time, let me welcome Mr. Amin Khan. Maybe I give MC to welcome him in a very best way. Teachers, I have teachers with me here, but because of time, maybe we shall talk there as we eat. Thank you. Appreciate our director with a mighty clap, tafadhali. Mpigeni makofi mazuri. Are you ready for our partner? Amesema nataka tumuite partner. Are you ready for our partner? Mko tayari? Fanyeni namna hii. Nataka tumkaribishe in style. Fanya namna hii. Sio hivi, nataka uinue kabisa. Nataka tumpigie makofi moja moto sana. Si namna hiyo? Fanya namna hiyo. Angusha. Hiyo sasa ni yako. Wacha tupigie Mr. Khan vizuri. Kama ulikuwa umepiga na madharau, sasa hiyo wewe ndio umejipigia. Sasa tupigie Mr. Khan na makofi mazuri. Angusha. Thank you so much, MC. You have invited me here like as though I'm a politician, but I'm not a politician, but I'm a partner, like you said. I think, first and foremost, I think it's important that all of us understand that each and every one of us has the blessing of God with us. And it's really an honor to be next to this water, which I consider as healing water. The first time we came here was in 2006, when we were with Amin Daya and Karima Daya, part of Empowered Living Foundation. And he was telling us that
he has got a book called Al-Kanzera Rise Again. And he said that this place is between a conical mountain and a lake. And it's in the Rift Valley. Now, I told him that the Rift Valley goes all the way to Ethiopia. How are we going to find this gemstone? And we were coming back from Kisumu after a meditation session, going to Nairobi, where 1,000 people were waiting for us. And our car kept on stopping. It had punctures, sort of, you know. But when we reached this Elmontaita side, he said, look, there's a conical mountain. You guys have seen the conical mountain, right? And there's a lake. And then, because we were going for the meditation, we came back on that Sunday. And we then came to this place. And it was a beautiful sight. And I again want to say, Mama, we are very grateful that you have preserved the water, that you have removed whatever concrete that you put on top, and that you're preserving this water. Because this is a blessing of God. If it stops, then all that water and all the healing properties that it has will go away. The other reason why we wanted to have the meditation here is that it is taking place in other parts of the world, all over the world, okay? Including in ways of place right now. It's taking place by Amin Daya and Deola in Turkey. So what we are doing is sharing in the positivity of positive thoughts. When we had the meditation here in 2006, it was actually about a meditation for global peace, right? So I just want you to understand that we are actually be very grateful that each one of us has got already a lot within us. It reminds me of a story that we should be content and we should have a very good attitude in life. There was a king, you know, a king is a very powerful man, right? He's got a palace, he's got very rich. And he would look at one of his workers who was always cleaning the courtyard. And that man was singing and, you know, having a sort of like whistling. And he seemed very happy. And the king was not very happy for some reason. Although he had so much money, he was not happy. So he asked his advisor that, how can come, I've got so much wealth, and yet I'm not as happy as that man who is in the courtyard. So his vizier told him that all you have to do is you give me 99 coins of gold and I'll show you. Okay? And what did he do? He took those 99 coins of gold and he put it in front of the man's house and left it on by the door. When the man opened it, he got that bag, right? He goes inside, he tells his wife, oh, I've got so much gold, we're so lucky, right? So he says, let me put it in the cupboard. And then tomorrow morning, we'll see what we can do. He was very happy. Family was happy. In the morning, they get out and they count it. And they find 99 coins. What did they say? One is missing. Okay? This is natural. Oh, there's one missing. So they said, now, where do we get this one coin? They kept on counting it. He said, no, I think because it was in the cupboard, maybe my wife has taken it. Or my son has taken it. And he started fighting with everybody. And everybody said, no, I didn't take it. Nobody took it. And next day when he goes to the castle, he's miserable. Because he's looking for that one coin, which never was his. And he's got 99 coins, and yet he's worried about the one coin. So the message which I'm saying is that we should all say, Shukr Alhamdulillah, that we've got a Samaritan center, that we have food, we have clothes, we are happy. We should be happy and content with whatever we have. And as we move forward, we will try to be able to build the school. Today I've got Kingwa, and she's going to help us also to get some donors to be able to do something, and we have to become a Rotary Club and all that. But I've got, like Pauline, I can also talk quite a bit. But I don't want to go on, but I've got some really nice stories. But I just want to end by thanking Pauline, director, her brothers, everybody at the school, all the teachers for doing a remarkable job in teaching the children. It's not easy, but you're able to do it. And for today, for arranging this program here, all of you, I want to thank all the speakers, Kingwa and James and the MC. MC, thank you so much for the work. All the PA system also, we really appreciate it. The video man, Asante Sana, my friend. And everybody who has helped to make this program successful today, I would like to thank each and every one of you individually. And when you go back, go in peace.
And like King was said, go with your hearts open and forget all the things which are troubling you, and let's pray that you have success. Jinsi bahari inavyoheshimu mipaka yake, nikajikuta nikisema Baba unashangaza we, yeah, 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 yeah. Nilikwenda ufukweni kupunga upepo, nilipofika huko nikaanza kutafakari Baba, jinsi bahari inavyoheshimu mipaka yake, nikajikuta nikisema Baba uinuliwe, Baba, 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 jina lako litukuzwe Baba, oh Baba, 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 Simba wa Yuda, nani mwingine kama wewe Baba, matendo yako yatisha kama nini Baba, oh Baba, jina lako litukuzwe Baba, 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 nani mwingine kama wewe Baba. Namna hiyo. So I hope everybody is okay now. So ukiona mtu ni msafi, haachi karatasi, ujue huyo siku yenye utaenda binguni umkose, ujue uko sio binguni. Simon umeangusha badala ya kuokota. Haya, naomba sote tukaribie pande hii. Ile yako pale nyuma kuja pande hii so that we have a word of prayer. Then from there we go have our lunch. Ataombea because of today's event. Alafu nitaita mtoto mmoja, especially a girl, aombee chakula. Because tukifika huko ni kwenda kaa tumeanza maneno. Si namna hiyo? So, are we settled? Haya. Hapa inaonekana bado kuna mko sawa? Haya, thank you. Appreciate our friend who is going to pray for us. Karibu kiongozi. Hello. Hello guys. Hello, hello. Hi, kwani mmeboeka? Are we happy? Yes, we are happy. Hey, tena, are we happy? Yes, we are happy. Yeah, so I want us to pray so that we can close this ceremony with a word of prayer, okay? Let us pray. Father Lord, in the name of Jesus Christ, we come before you this afternoon. We thank you, Lord, for your mercies, for your love, for your grace. Thank you, Lord, for giving us this opportunity for us to come and fellowship together, to come and meditate, to come and have a word together as the family of these particular children's home. We thank you, Lord, because you have been with them, you have been providing for them. You have been with our donors, our partners, and you are enabling them and giving them the heart to provide for us. We ask you, Lord, that you may double their blessings. May you bless them tenfold. And also these youngsters who are here before us, may you bless them, give them hope in their lives. May they know that you are there for them always, and that you love them, and that you will always help them. We thank you, Lord, and also as we leave this place, Lord, we ask you that you may be with us. May you give us journey mercies as we travel back to our respective places, and may you bless us. For it is in Jesus' name we pray and we believe. Amen. Nataka msichana mmoja tuombe chakula. Msichana mmoja, tusimame tu mahali tulipo. So karibu sana. What's your name? Lucy. Lucy. What do you want to become when you grow up? Doctor. A doctor. Daktari wa nini? Thank you. Acha tuombe. Karibu sana. Fungeni macho tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tunaja mbele zako jioni ya leo. Tukisema ni asante umeweza kutulinda na umeweza kutakasa na damu yako nyekundu Mungu Baba. Tunaombea chakula kinachotuenda
kula Mungu Baba. Acha tunapokula Mungu Baba iweze kutusaidia mileni mwetu Mungu Baba. Na hata wenye wamenua Mungu Baba uweze kuwabariki na uweze kuwatakasa na damu yako nyekundu Mungu Baba. Tunaporudi shuleni Mungu Baba acha uweze kuwa nasi na uweze kutakasa na damu yako nyekundu Mungu Baba. Kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe Mungu. Acha tuwe watiifu kwa walimu wetu Mungu Baba. Kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama na ninaomba na hata kuamini. Amen. Thank you. Volunteers wawili watatu hivi wachache wabaki Asanyang'anya mamlaka Yesu asakuponya uweza Yesu mshindi milele Yesu asashuka kuzimu Yesu asamshika shetani Yesu asanyang'anya mamlaka Yesu asakuponya uweza Yesu asamshindi milele Yesu Nabii, wewe ni nani katika nyumba ya Mungu? Sura ni ngeni wala haufanani. Eti nabii, baba yako ni nani? Umeitoa wapi injili unayoihubiri? Huna adabu, huna nidhamu, kinywa kichafu. Nabii tapeli, unadanganya wana wa Mungu. Eti mhudumu wako kumbe ni malaya wako, kumbe huko nako huko ulevi na madawa umo. Kuna tumba hicho kimezeka kama cha moto. Kuna adabu, kuna nidhamu, kinywa kichafu. Nabii feki, kuna tumba hicho. Kula chuma, tumishi wa Mungu mwango, kula chuma hicho. Meza, nabii feki, wewe, kula chuma hicho. Tapeli mkubwa, tumishi wa Mungu mwango, kula chuma hicho. Imeenda kwetu tunao manabii wanenao ukweli, wakinena ni Mungu amenena, wakiachilia upako tunapokea. Umetoka wapi wewe unachafua manabii? Ibilisi unaichafua utumishi. Dastari utume maboya amezaa wengi. Injili yake ni safi, injili isiyo na matoa lara, tunaisikia kwa maboya. Wewe ni nani? Mungu wako ni yupi? Prophet ni nabii gani haujulikani? Eti mbona uko tofauti na mababa zetu? Injili yako na Moses kulala hazifanani, injili yako na Mwingila hazifanani, injili yako na Mwakasege hazifanani, injili yako na Magembe hazifanani. Injili yako na Danieli Mugongo ni tofauti we. Mbona injili yako na Gwajima hazifanani? Baba yako nani? Mlima wako ni yupi? Nabii feki, kula chuma hicho. Unawalipa watu wadanganya miujiza. Jambazi tapeli mpumbavu wa futi 12. Nabii feki, kula chuma hicho. Eti mhudumu wako kumbe malaya wako, mulevi si kidogo. Nabii kula chuma hicho. Kula chuma hicho kimeze hata kama cha moto. Cha moto. Kuna adabu, kuna nidhamu, kinywa kichafu. Mbavu. Nabii feki, we, kula chuma hicho. Chuma hicho. Mtumishi wa Mungu mwango, kula chuma meza hata kama cha moto. Nabii feki, wewe, kula chuma hicho. Kula chuma hicho. Mtumishi wa Mungu mwango, kula chuma hicho. Imeenda. 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 East Africa.
Africa's #1 DJ Clef, internationally and street approved. Yesu mwanzilishi wetu alifanya miujiza. Baada ya mtu kupona usitende dhambi tena. Maana kwa madhabahu unaweza ukapona kabisa. Lakini muujiza unatunzwa na maisha ya wokovu. Wai wewe na injili yako ni ya tofauti. Ni mjanja vimacho kama kima. Unakaza sauti, can I prophesy? We msera anajua hiyo, hata wapiga debe wanayo. Aya wakuwai. No. Kijana mvivu uliyekimbia majukumu, umekuja kwa Mungu ili upate japo kidogo. Unadharau wakubwa, ushauriki kabisa. Kwenye kumbi za starehe nabii unaonekana. Hata serikali iliyokupa usajili unaidhalilisha ionekane haiko makini. Halo nabii feki we. Unachuma hicho. Kuwa makini, Mungu haziakiwi. Unajipelana wewe na kizazi chako. Unamkana Yesu hadharani madhabahuni. Injili ya kweli umeikataa. Yesu ni Bwana inajulikana. Tena ni Mungu mwingine hakuna. Mwenye sikio asikie. Roho anenda na kanisa. Yesu anakuja. Si muda anarudi. Niambie. Kwa chuma hicho kimetenda kama cha moto.